Mahali tulisoma kitabu ambacho ni cha Zaburi 139, Zaburi 139, na nitasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Inasema, Bwana, umenichunguza na kunjua, wewe wanjua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali, umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Bwana, umenizingira nyuma na mbele, ukaniweka mkono wako. Maarifa hayo ni ya ajabu, yanishinda mimi, yanitirika, siwezi kuyafikiria. Niende wapi niepushe na roho yako? Niende wapi nikimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko pale. Ungefanya ukuzimu kitanda changu, wewe uko pale. Ungesitwaa bawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari. Huko mkono wako uniongoza, nami na mkono wako na wa kuume utanishika. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, asante ni kwa sababu ya neno lako Bwana, na iliweka mikononi mwako, ukanipe nguvu na ukanene kulingana na sauti yako Bwana. Mimi mtumishi wako Bwana, nipe neno kutoka kwako na ukanipe nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Roho wako Bwana kasungumze nasi siku ya leo, na ukatembee pamoja nasi, na neno lako likawa na manufaa na faida katika kanisa lako, na ni kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kitabu hiki ni cha Zaburi ambayo iliandikwa na mtumishi wa Mungu Daudi, na mostly vitabu za Daudi alikuwa anaandika kulingana na mapito alikuwa anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Aidha anashukuru, aidha anafanya nini? Anaomba litaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tukaweze kujifunza mambo machache ambayo yako katika kitabu hiki cha Zaburi wa 139, na ukiangalia mahali pale Mungu anaongea kulingana na mapenzi yake. Yeye anasema, Daudi anasema hivi, Bwana, umenichunguza na kunijua. Bwana Yesu asifiwe. Ananichunguza na kunijua. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kujua kila jambo tunalofanya, tukiwa tumelala, tukiwa tulali, Mungu anatuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Anajua mawazo ambayo tuko nayo katika akili zetu, anajua kunena kwetu kabla tujaongea. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kuongea kwetu, anajua kulala kwetu na kuamka kwetu. Hata kabla tujakuja mahali hapa, alikuwa anajua siku moja kanisa lake litakuwa mahali hapa, na alikuwa amesign yule ambaye atakuwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa anajua wote ambao watakuwa naabudu mahali pale, na alikuwa anajua ni nani ambaye ataokolewa kutoka pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mawazo ya Mungu na akili zake huwa anatuelewa kabla hatujajua sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama na ile kitabu kingine anasema hata anatujua kabla tujakuwa tumboni mwa mama yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo anamwambia Yeremia. Alikuwa anamjua kabla ako tumboni mwa mama yake. Alikuwa anamjua na alikuwa anajua kila jambo atakayofanya duniani hii. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ningependa tukajue kwamba Mungu wetu anatujua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sisi tunajijua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu huwa anatujua zaidi kuliko vile sisi tunajijua. Kuwaza kwetu, mipango yetu huwa anaielewa. Bwana Yesu asifiwe. Anaielewa vizuri. Anasema hivi tu, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali.
Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Unajua kuamka kwangu na kuketi kwangu. Unajua kutoka kwangu. Hata kabla hujakuja hapa kanisani alikuwa anajua siku moja utakuwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Alijua mawazo ambayo ulikuwa nayo ukilala. Ulikuwa na wazo siku ya leo nitaenda nyumbani mwa Bwana. Na mpango ambao ulikuwa nao juu ya kanisa la Bwana anauelewa. Bwana Yesu asifiwe. So anajua kabla kuongea kwako na kutembea kwako, anajua mawazo yangu na yako. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kusudi la kanisa lake kuwa mahali hapa. Anajua neno lake ambalo linahubiriwa siku ya leo, kusudi lake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. So anasema anajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Anajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Alifahamu wazo langu tokea mbali, kabla sijasaliwa, kabla sijakuja duniani. Bwana Yesu asifiwe. Anajua maombo yote ambayo ulikuwa unapitia. Anajua kuamka kwako na kulala kwako. Anajua mawazo yako ulio nayo katika akili yako. Anajua mawazo yako ninayo juu ya kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo analifahamu. Anajua kila jambo zaidi ya jinsi tunavyojua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo siku ya leo tunafaa kujua anayetujua zaidi kuliko vile tunajijua ni Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kuanguka kwetu, anajua kutembea kwetu, anajua kuongea kwetu. Na mafikira ambayo tuko nayo katika akili zetu, yeye huwa anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni binadamu mgani ama ni wa mtu mgani wa science anaweza kujua vile unafikiria saizi? Kuna yoyote? Msomi yoyote ambaye anaweza jua Jane anafikiria nini saizi? Kuna yoyote? Hakuna. Lakini Mungu akiwa mbinguni anajua vile anafikiria. Anajua mipango yake ambayo anayepanga. Anajua mawazo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hajatoka nyumbani mwake alikuwa anajua. Na siku ya leo alikuwa anajua atambudu mahali hapa. Na siku ya leo alikuwa anajua kusudi lake ni ngani juu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio unaona watu siku hizi wanajidanganya. Kwa sababu tunafanya kumdanganya Bwana. Tunafanya kumdhihaki Bwana. Yaani tunafanya Mungu wetu ni kama binadamu. Tunamfanya Mungu wetu haelewi na mambo ambayo tulio naye katika akili zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu unaona tunapanga mipango na tunakosa kumhusisha. Yaani wakati watu wanafanya mambo hata wewe unachangaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakosa kujua Mungu wetu akiwa mbinguni anatujua na anatuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu akifanya mambo yake anafanya ni kama mtui Bwana. Mkristo anafanya mambo hata unashindwa huyu ni wa kutoka wapi? Huyu ameshaokolewa na damu ya Yesu Kristo. Maneno yake ambayo anaongea hayaambatani na neno la Bwana. Maneno ambayo anayofanya hayaambatani na mtu ambaye ameokoka. Akili zake na mafikira yake, mawazo ambayo anawasia watu wa Bwana, maneno ambayo anatamka kutoka kinywa chake hayaambatani na neno la Bwana. Hayaambatani na mtu ambaye ameokoka. Hayaambatani na mtu anayetanishwa na jina la Yesu. Hayaambatani na mtu ambaye anasema ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunafaa kuelewa kama Wakristo na kama kanisa na watu ambao wameokolewa na damu ya Yesu Kristo, tunafaa kujua kwamba Mungu wetu anatujua, Mungu wetu anatuelewa, Mungu wetu anatujua zaidi vile tunazojua. Bwana Yesu asifiwe. Anaelewa mawazo yetu, anaelewa mipango yetu tulio nayo kwa ajili ya kanisa lake, mipango yetu tunayo juu ya watu wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu anatuelewa zaidi. Anasema wewe wajua kuketi kwangu hata kuondoka kwangu. Analifahamu wazo langu tokea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anajua hata kabla hujakuja. Anajua hata kabla hujawaza. Alikuwa anajua huyu atakuwa na waza hili.
huyo atakuwa anapanga mipango hii. Bwana Yesu asifiwe. Si tunafaa kumheshimu huyo Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani binadamu yeyote anaweza kulifahamu mipango yako? Ni nani mwingine anaweza kukuweka duniani hii ukiwa na uhai? Ni nani mwingine ambaye anaweza kukupa afya njema? Ni nani mwingine anaweza kukupa maisha ambayo uko sasa? Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni binadamu anakuacha na anasahau na wewe. Lakini Mungu anakujua zaidi. Hata mahukumu ambayo unapitia anajua. Hata kazi ambayo umekosa kwa muda mwingi anajua. Bwana Yesu asifiwe. Hata watoto umekosa anajua. Na anajua ni kwa nini unayopitia hayo. Bwana Yesu asifiwe. Anajua. Na anajua huo ugonjwa ambao umekupata utapona. Anaelewa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anajua ni kwa nini amekupea marafiki kama hao. Anajua ni kwa nini ameweka kanisa lake vile ilivyo. Anajua ni kwa nini anaweka watu wake jinsi walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu wetu anatujua zaidi. Kwa hivyo tunafaa kumuelewa Mungu wetu zaidi kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuelewa Mungu wetu anatujua kabla sisi hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Vile tunajielewa, yeye anatuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwabudu, tunapokuja nyumbani mwa Bwana, tusije ni kwa ajili ya mchungaji, tusije ni kwa ajili ya watu, tuje ni kwa sababu ya kusudi la Bwana. Yeye anakujua mipango yako uko nayo juu yake ni gani. Mipango ambayo alikuleta duniani hii unayotimiza kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wetu wengi wanafanya kazi ni kwa ajili ya kuja kumpendeza mchungaji, kuja kumpendeza watu. Wanasema ndio kanisa langu. Yes, kanisa lako nafaa kujivuniwa, lakini matendo ambayo unatenda yanaambatana na neno la Bwana. Unafuata sheria za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi unajua huyo Mungu aliye akuita mahali pale anakuelewa. Unamjua? Unaelewa zaidi? So unafaa kuelewa kuna yule ambaye anachunguza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunafaa kujua Mungu anafahamu kila jambo lolote. Usione ni kama hajui, anafahamu, anaelewa. Hayo mapito unayopitia, hayo mausito ulio naye anaelewa. Hayo maungumu ulio naye anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na anajua ni kwa nini alikuita wakati huu. Na anajua ni kwa nini unayopitia maneno kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa anakujua. Na anafahamu. Anasema upepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Upepeta kulala kwangu na kuamka kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani kama huyo Mungu? Kuna binadamu anaweza kufanya haya? Kuna mtu yoyote anaweza kutenda haya? Lakini Mungu anajua, anapepeta kunjua kulala kwangu na kuamka kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Au pepeta kung'aa kwenda kwangu na kulala kwangu. Ameelewa na njia zangu zote. Bwana Yesu asifiwe. Anaelewa njia zangu zote. Anaelewa njia zako zote. Wewe ni mama, wewe ni mzee, wewe ni kijana, wewe ni mtoto, wewe ni msichana na kila rika. Anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Anajua njia zako. Unaweza kuja mimi uniambie mimi ni msafi sana, lakini yeye anakuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Anajua mahali ulikuwa jana, anajua mahali ulilala, anajua mambo ambayo unatenda sirini, anaelewa mambo ambayo unayopanga juu ya kanisa lake, juu ya maisha yako, anaelewa zaidi. Lakini ukiongea ama nikiongea ninaongea ni kama ninakufurahisha, lakini kuna yule ambaye anaelewa njia zote zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ana Yesu asifiwe. Na huyo ndio tunafaa kumwabudu. Huyo ndio tunafaa kumtumikia kila siku. Huyo ndio tunafaa kumjua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anakuelewa. Anajua vile alikuumba jinsi ulivyo, ni kwa nini alikuumba hivyo. Anajua vile mambo ambayo yaliyo mbele zako. Anaelewa yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ingieni ndani. So,
Anajua kuelewa, anaelewa kila jambo. Anajua kila jambo iliyo ndani ya maisha yako. Anaelewa kila siri ambayo uko nayo. Anajua. Na zaidi yeye ni siri, anajua siri zetu sote. Bwana Yesu asifiwe. Wewe siri nilio nayo na wewe siri ulio nayo, yeye anaelewa zaidi kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwezi elewa siri ambayo uko nayo na wewe huwezi elewa siri ambayo niko nayo. Lakini Mungu aliye mbinguni anaelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Situmpigie Bwana makofi kwa sababu ya mambo mazuri. Yeye anajua kila jambo. Mimi ninaweza kuwa sijui vile unafikiria, sijui siri ambayo uko nayo katika moyo wako, lakini yeye aliye juu anaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maana hamna neno ulimini mwangu asilolijua kabisa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Matamshi yangu ya mdomo yangu, matamshi ya ulimi wangu na wako, anaelewa, anafahamu. Unaweza kusema sikunjatukana, unaweza sema hukusingizia, lakini Mungu anaelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Anaelewa kiliotoka katika ulimi wangu. Anajua na anaelewa kitakayotoka katika ulimi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapaa kumjua Mungu zaidi. Tunapaa kumuelewa na kumfahamu. Kuna wimbo ambayo unasema nataka nimjue Yesu na nizidi kufahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Bwana Yesu asifiwe. Ujue sana zaidi. Zaidi. Na ukirudia wimbo unasema zaidi. 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 Nifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani zaidi. Zaidi ni ufahamu zaidi vile Mungu anataka. Ufahamu vile Mungu anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kuongea Mungu ambao mjui. Kwa hiyo mambo ambayo tunayotenda kama kanisa tunafaa kujua Mungu wetu anajua. Na anajua zaidi jinsi tunavyovijua sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Siri ambayo tuko nazo katika akili zetu anasielewa. Zilio katika nyumba zetu anasielewa, kwa sababu anasema anajua kulala kwangu na kuamka kwangu. Anaelewa kuketi kwangu na kuongea kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo yote anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye anaelewa zaidi. So ninasema namna gani? Huyo Mungu ndio tunafaa kumjua zaidi. Huyo Mungu ndio tunafaa kujiconnect na yeye sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu hawezi kukufikia. Mwanadamu hawezi kukuelewa. Mwanasayansi hawezi kuelewa jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa kumwamini huyo Mungu wetu anaye uwezo wote. Yaani neno ambayo iko katika kinywa changu, neno ambayo iko katika ulimi wangu, anaelewa. Ndio unasikia tunaambiwa tukiri kila wakati, kwa sababu sisi huenda kinyume na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kuongea kwetu, matamshi ya maneno ya ulimi wetu yanaenda kando na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 5 unanifurahisha, anasema amenisingira nyuma na mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amenisingira mbele na nyuma. Yaani nikitembea hivyo Bwana huwa ananiweka ua lake. Bwana huwa ananiweka ile fenzi lake. Bwana Yesu asifiwe. Maadui wakikuja wanakuwa hawezi kukupata. Watu ambao wanapokupangia mipango mibaya hawawezi kukuona. Wanapokwenda kule kaburini na kule mambo ambayo ni ya uchawi na uganga,
wakikuita kule hawezi patikana kwa kioo. Bwana Yesu asifiwe. So ananisingira mbele na nyuma. Yesu anasingira watu wake mbele na nyuma. Yani unapoamka na unapotembea, unaenda kazini, unapokaa pale nyumbani ukiwa innocent, kumbe kuna watu wanaendelea kupangia njama na mipango mibaya. Yani wawezi kukuona. Mungu wetu ametusingira na wake mbele na nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani kama huyo Mungu? Ni nani kama yeye? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Waganga watakuweka lakini hawatakuwezesha. Mungu atakuweka lakini atakuwezesha. Yeye anajua kuwaza kwako, anajua kutembea kwako, anajua kuketi kwako, anajua kulala kwako, anajua kuongea kwako. Kwa hivyo yeye ndio nulinda watu wake nyuma na mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapotembea, kuna wengine ambao wanaendelea kukumonda huko nyuma, wanakuongelelea na kukupangia mambo mabaya, anawapunga na anawavuruta watoke mbele yako na nyuma yako. Bwana Yesu asifiwe. Wanapoweka misingi ya mambo ya mauchawi na maukanga, yeye anakuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Wanapoweka zile mavitu zao, ile mambo ya bali ya kuwaua watumishi wa Mungu, unapita pale. Maandiko inasema ya kwamba tutakuwa tunakanyanga nyoka na hata kuwa anaweza kutuuma. Tutakuwa tunakanyanga miiba, haitaweza kutudunga kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So yeye huwa anatulinda kila wakati. Unapolala, wakati uko kitandani unajielewa, haujielewi unalala, lakini Mungu anakulinda. Wanapotuma mambo yao ya uchawi na uganga, Mungu wetu anapata amekuzingira na neema yake ya ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So tunapomtumikia huyo Mungu, tunafaa kuelewa anatuelewa zaidi, utulinda kila wakati. Mlinzi anaweza kukulinda na alale, lakini Mungu wetu hawezi kulala. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza andika askari wachunge, lakini watalala. Lakini Mungu wetu halali hata dakika kama sekunde moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo badala kumtumikia nani? Huyo Mungu aliye hai. Huyo Mungu ambaye anatupea ulinzi kila wakati. Huyo Mungu ambaye anatuelewa. Huyo Mungu ambaye anatutetea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio tunafaa kumuelewa kila wakati na kumtumikia. Anasema tunapoendelea kumalizia, yani maarifa hayo ni ya ajabu, yanishinda mimi hata wewe. Wewe unaelewa Mungu vipi? Unamjua? Ukitafakari vile Mungu wetu hako, unaweza kumfananisha na nani? Ukitafakari vile mapenzi yako unaweza kufananisha na nani? Sasa kuna mtu jana alikuwa salama na ameenda na hata rudi duniani hii, lakini wewe umelala ukajisahau na ukaamka salama. Kuna watu mlikuwa mnafanya kazi na wao, wengine wakagongwa na gari wakaisha, wengine wamelazwa hospitalini, lakini wewe unapita pale unaruka vizuri na unaenda salama. Kuna chochote ambao umemlinda Bwana? Kuna chochote ambao umemlipa? Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mganga na mchawi, mambo yake itaisha, lakini ya Mungu haitaisha. Bwana Yesu asifiwe. Yataisha ya watu wa dunia hii, lakini ya ulinzi wa Bwana utakaa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko duniani hii, anakulinda kila wakati. Na anajua siku yako ya kukaa huku, na anajua siku yako ya kufanya kazi, na anaelewa ni kazi gani utakuwa unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapaa kumwelewa huyo Bwana. Yani anasema ninayatafakari ninashindwa. Hata kama mimi na wewe unashindwa, lakini ambao unamwelewa Bwana hawezi shindwa, kwa sababu unamjua ndiye mwenye ushindi wote. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwingine ambaye anaweza fananishwa na huyo Mungu wetu na Baba yetu aliye juu. Anasema niende wapi niepuke huyo roho wa Bwana?
Ndio ninashindangwa sasa na hao watu ambao wanajifanya wanasema wao wanajua. Bwana Yesu asifiwe. Anasema niende wapi nijifiche huyo roho? Ni wapi wote nijificha Bwana? Ni kitandani? Ni chini ya kitanda? Ni Amerika ama ni wapi? Hakuna popote. Kwa sababu anasema niende wapi nijevushe na huo roho wako? Niende wapi nikimbie uso wako? Bwana Yesu asifiwe. Watu utawakimbia lakini Mungu hauwezi kumkimbia. Watu utawaepuka lakini roho wa Bwana huwezi kuepukana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mambo utaweza kuyatenda lakini huwezi kuepukana na nguvu za Bwana. Huwezi kuepukana na ulinzi wa Bwana aliyeweka ndani yetu. Hauwezi kuepukana na roho wa Bwana aliyewekwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Waunganga wataweka na yaishe, waongezee nguvu zingine, lakini nguvu za Bwana ambaye ameweka ndani yangu na wewe asiishi zinakaa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asiwezi isha. Kwa hivyo ni afadhali kudumu wapi? Ndani ya Bwana. Ndio nasikia mtu anasema mimi hata kanisa sitaenda. Mimi sitaokoka. Mimi nimechukia mtumishi wa Bwana. Nimechukia mtu alikufanyia maovu. Ni Mungu ambaye alikufanyia haya? Hapana. So unafaa kumwangalia Bwana. Na mambo zingine huwa inaletwa maishani mwako usimame. Unafaa unapogongwa katika kanisa unafaa usimame. Unapoongelelewa mabaya flotini unafaa usimame. Unapofanyiwa madhia unafaa usimame katika jina la Yesu Kristo. Lakini si kuacha nguvu za Bwana na kwenda kutafuta nguvu zingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna popote pale utaweza kuepuka huo upendo wa Yesu Kristo, kwa maana anajua watu wake hata wanapotoka na wanapo. Anasema hata nipande mbinguni ama nipande wapi? Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Unapolala, unapowaza anaelewa. Unapotembea anafanya nini? Anaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na bora tunadanganyika na wachawi na wanganga. Wanganga wanatudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kuja nikufanyie, kuja nikuwekee ua yako katika kazi yako. Ataweka leo ishe, kesho atamani nyingine alete. Lakini wakati unapowekewa ua na Mungu inakaa milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Na nakwambia unalala, unaamka, unaenda. Na si ati ulikuwa mzuri sana mbele za Bwana, lakini kwa ajili ya neema na upendo wake anaendelea kukupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwezidi kukaa moyo Mungu na ambayo ni wa upendo mwingi, na tukaweze kukaa naye tukimtumikia kila siku na kila wakati. Hata kuzimu inaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Inaelewa kunayo Mungu ambaye anaishi mbinguni. Wakati wa Yesu, wakati alipokufa, Bwana Yesu asifiwe, na akasikwa, Mungu alituma malaika wake akakuja akamvua Yesu pale na akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Walinzi wakiwa pale wamelala. Na akasema wakaanza kudanganya walikuwa, lakini walitolewa pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu ako na nguvu nyingi kuliko nguvu ambazo tunazozitafuta duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kukaa ndani ya huyo Mungu ambaye anatujua vyema na anatuelewa zaidi. Tuache kudanganyika na watu. Tuache kudanganywa na watu na mambo ya dunia. Mtu anakuambia atakufanyia nini? Na yeye ambaye anaweza kukufanyia anasema ninakujua, ninakuelewa kuamka kwako na kutembea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki kwa hiyo neema ambayo Bwana ametupa siku ya leo, na ikawe ni baraka katika maisha yetu. Tunapotembea, tunapolala, tunapofanya mambo yetu ya kila siku, kuna yule ambaye anayotuelewa kila wakati, na Mungu wetu atubariki. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, asante ni kwa ajili ya neno lako unanipa kulisoma na kuona kwa njia yako ya kipekee. Mbariki na ukaweze kuinua kwa jina la Yesu Kristo. Bariki watu wako pamoja. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.